ondokeni kwenye madaraka, hata kuondoka. Unanielewa? Tumesema bodi ya ligi na kamati zake, hili jambo maana yake mmeenda kuchafua taswira ya mpira wa nchi hii. Mjiuzulu, hata kujiuzulu. Bwana, mambo vipi mwana michezo? Bwana, niko na Mwalimu Yanga hapa kuizungumza michezo. Bwana, kubwa zaidi ni mchezo ambao unatazamiwa na watu wengi mbele, ambao ni mchezo wa dabi ya Kariakoo katika ligi ya NBC, ambao tayari bodi ya ligi washatoa ratiba, ambao mchezo unachezwa tarehe 15 Juni. Bwana Mwalimu, kwema? Kwema, niambie. Tayari Simba Sport Club wametoka katika kombe la CRDB, ambao mchezo ulichezeka katika hatua ya nusu finali. Singida amefunga Simba goli 3-1. Sasa Simba rasmi nguvu zake zote zipo kwenye ligi kuu. Tayari amekosa kombe la shirikisho, amekosa CRDB, sasa nguvu zake zote kaelekeza katika kombe la NBC. Ukiangalia mechi zimebaki 3-3 katika timu zote mbili ambazo zinawania ubingwa, ambao ndo tegemezi katika ambao ni Simba na Yanga. Mchezo ambao unafuata ni wa dabi ambao ni Simba na Yanga. Unaonaje katika kuelekea katika mbio za ubingwa? Kwanza, jambo la kwanza, katika mwezi wa 5, katika mwezi wa 5, mwezi Mei, Simba walipaswa wapoteze mashindano yote matatu. Alipaswa kutoka kwenye shirikisho barani Afrika, of course, na alifungwa na Isbeikani. Alipaswa kufungwa katika ligi kuu na Singida Black Star baada ya ukatili ya LSC kwa nyima pointi 3. Singida Black Star ndio leo nazungumza hiyo mechi inayofuata. Lakini alipaswa vile vile kuondoa katika CRDB Federation. Kwa kifupi, mwezi wa 5 Simba alipaswa kuondoka katika mashindano yote ambayo alioshiriki ndani ya msimu huu. Umeuliza swali zuri sana. Umesema tarehe 15 kwa mujibu wako wewe na kwa mujibu wa ratiba yako wewe. Na sinarudia tena. Wewe ndio umesema. Naelewa siri. Kwa mujibu wa ratiba yako wewe, na wewe umesema tarehe 15 kuna hiyo mechi, umesema Simba na Yanga. Kwanza wewe mwenyewe umekosea, kwa sababu wewe ukasema Simba na Yanga, mwenyewe anatakiwa awe Yanga, ukisema Yanga na Simba. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hii tunarudia tena mara mwisho tulifanya hapa interview, na nilikwambia tarehe 15 Yanga amealikwa katika mashindano makubwa mawili. Amealikwa katika shindano la FIFA Club World Cup kwenda kwa observer, kuangalia ili mwakani ataposhiriki mashindano ya FIFA Club World Cup aweze kujionea jinsi anavyoendesha. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, Yanga anaenda kucheza mechi tarehe 15. Anacheza na Lion Sport ya Rwanda katika uwanja wa Mahoro. Kwa hiyo leo mashabiki wanachama wa klabu ya Yanga wanajiandaa na mechi ya kimataifa kati ya Yanga pamoja na Lion Sport tarehe 15. Hao ndo klabu ya Yanga na msimamo wao huo. Huo unaosema wewe ni msimamo wako wewe na watu wengine. Mechi 184 ilishaisha. Yanga walifanya ungwana mechi 184, walienda uwanjani na mashabiki walienda uwanjani. Ilifika hatua shabiki alifariki ndani ya hiyo mechi. Kuna watu walikimbia mechi tarehe 8. Yanga ikafuata tena ungwana wa hali ya juu. Ikasema wametukimbia hapa Benjamin Mkapa, wakaweka gari mafuta, wakaenda mpaka Bunju. Mpaka Bunju tarehe 9. Sikiliza, mechi tarehe 8 Yanga alikuwepo. Na nataka nikuulize wewe, tarehe 8 Simba walikuwepo au hawakuwepo? Sasa wewe unasema hao bodi ya ligi tunaipanga tarehe 8. Yanga walikuwepo, mashabiki walikuwepo na watu walikuwepo. Baada ya Simba kukimbia tarehe 8, kwa ungwana wa Yanga wakasema ametukimbia, ngoja tuende kule kwao, inawezekana wakaja kukubali kucheza. Tarehe 9 Yanga akaweka mafuta mpaka Bunju. Hawezi kuamini. Pale Bunju ule uwanja wao wakafunga na kufuli ili Yanga tu wasicheze na Simba. Hao watu waona nia njema na mpira wa nchi. Kama Benjamin Mkapa umekimbia, kama Bunju nyumbani kwenu umekimbia, alafu leo unaambiwa Tanzania kuna mechi tarehe 15. Sikiliza. Tutafanya vitu vyote, lakini tusifanye wa Tanzania kama wajinga. Utafanya vitu vyote,
Usifanye kama Watanzania ambao wanatoa fedha zao kwa ajili ya viingilio kama ni wajinga. Tusiwaaminishe Watanzania kuna tarehe 15 kwa ajili kwenda kuaibia watu. Mungu apendi wizi huo. Mungu hawezi kuruhusu wizi huo katika nchi kama Tanzania. Tarehe 15 Yanga na mechi moja tu na Lion Sport. Hiyo unasema wewe. Kwa tafsiri la kalako unasema wewe, maana yake unataka kuaminisha watu kuna mechi, watu wakate viingilio wakaibiwe. Sio kweli. Lakini Yanga ameweka masharti. Kama kweli unajiamini, na sisi tumwambie wenye mamlaka, hii mmekosea mpira wa nchi. Ondokeni kwenye madaraka, hata kuondoka. Unaelewa? Tumesema bodi ya ligi na kamati zake. Hili jambo maana yake mmeenda kuchafua taswira ya mpira wa nchi. Mjiuzulu, hata kujiuzulu. Yaani wao wanafanya makosa wao. Watu wanaumia, watu wanafariki. Kwenda kujiuzulu, hata kujiuzulu. Sikiliza, tuko hapa. Narudia tena, tuko hapa. Huu mpira tunaenda kunyoosha hivi. Kama rula. Sikiliza. Kama bodi ya ligi haitajiuzulu. Kama bodi ya ligi haitajiuzulu. Na kamati zake zote kama hajajiuzulu, Yanga hawezi kukubali. Na mimi nataka kupitia TV yako nazungumza na waratibu wote wa mikoa Tanzania nzima, wote wa Yanga. Nyie mmetoa msimamo wa klabu hii kuwa klabu, tukaambie viongozi kuwa mechi hatuchezi. Nyie ambao mmetoa tamko, inapaswa tena mje kutoa tamko mechi ya tarehe 15 mechi ichezwe. Na itacheza. Ikicheza hiyo mechi. Sasa mwalimu huoni kama tena ikicheza hiyo mechi, mimi naachana na mpira wa nchi. Mwalimu, narudia tena, mechi hiyo ikichezwa tarehe 15 unasema wewe hiyo, naachana na mpira wa nchi. Watu sio wajinga. Wameita mawaziri, wameita manaibu waziri, wameita mpaka viongozi. Wakakaa pale uwanja Benjamin Mkapa. Na nyinyi ndio sababu mkakaa kuanzia asubuhi mpaka saa 4 usiku. Kwa ajili ya jambo tu la dabi ya tarehe 8 Machi. Na aliwaambiwa jiuzuru, watakujuu. Sikiliza. Ni lazima wataondoka. Aidha watake, aidha wasitake, wataondoka. Na tunahitaji kuponya majeraha ya watu. Kuna mechi ya tarehe 8 nimekuambia, kuna shabiki amefariki. Ni nani ambaye atalipa uhai wa shabiki ambaye amefariki tarehe 8 Machi? Kama nyinyi mmesababisha mechi kutocheza, saa 4 asubuhi nasema mechi ipo, saa 4 mnasema mechi haipo, na kuna mtu amefariki, ni nani atarudisha uhai wa huyo mtu? Mnacheza na maisha ya watu. Alafu nyewe waandishi mnacheka cheka tu. Sikiliza. Klabu hii tushatoa msimamo. Mechi tarehe 8 hiyo unayosema wewe haipo. Mechi ya tarehe 15 ilifanyika tarehe 8 Machi. Na biashara yake imeshia hapo. Na biashara yake hiyo tunasema tuko clear. Na hiyo tunasema kama wana Yanga na kama Watanzania ambao tunataka kuokoa mpira wa nchi. Hakuna mtu ambaye atabadilisha msimamo huu ambao tumesimamia. Hiyo unachokifikiria mdogo wangu, mnadanganyana tu wenyewe. Sasa mwalimu, huoni kama Yanga itaingia kwenye rungu zito ambalo siku hiyo haitopeleka timu, pia bodi ya ligi wakifuata kanuni Yanga itakutana na adhabu kali? Sikiliza, hiyo bodi ya ligi wanasema ifuate kanuni. Hiyo bodi ya ligi ndio ishinda kufuata kanuni tarehe 8. Nimekuambia hii mechi ni ya Yanga. Bodi ya ligi ni muundo ya watu ambao wameundwa kutoka katika vilabu. Walipaswa wafuate kanuni tarehe 8 Machi. Hawakufuata kanuni. Walitakiwa wafuate kanuni. Kwa barua yao walisema tutachukulia hatua ambao walisababisha hiyo mechi, na atasema hivyo viashiria vya rushwa watakuja kuzungumza na dunia. Wamezungumza? Wanapaswa kuchukulia hatua wao. Ndio maana sisi tunasema wajiuzuru. Si unanielewa? Si unanielewa? Naona mwalimu, nyinyi Yanga mnataka bodi ya ligi ijiuzuru, nyinyi ndio mchezo. No, tumezungumza vitu vitatu. Ya kwanza, watuambie sababu gani mechi tarehe 8 Machi watu wamekimbia. Na waliandika barua Simba tarehe 7 saa 8 ya usiku. Hatutacheza hiyo mechi ya 184 na hatutacheza mechi yoyote. Kuna barua yao walizungumza. Unaelewa? Wanawaambia bodi ya ligi. Kwa mwalimu, alosababisha dabi isichezwe nani? Simba, Yanga au bodi ya ligi? No. Wasababisha dabi isichezwe ni Simba. Simba wasingeandika barua.
Wanadai kwa wao Simba wao ndo mmewazuia ndo. Sikiliza, chanzo kuzuia kivipi brother? Acha na utoto. Haya mambo amana kuambia wewe yote hapo kikanuni. Umezuiliwa? Ndio. Kanuni nasemaje kuzuiliwa kutofanya mazoezi? Fine. Na kanuni nasemaje timu ambayo hajaingia uwanjani? Nataka nikuulize. Simba sasa mazuiliwa? Faini milioni 5, si ndio? Kwa Yanga au wao unasema nataka kupiga faini milioni ngapi? Simba ambao kuingia uwanjani kanuni zinasemaje? Kanuni zinasema akato pia. Akote? Kwa unakubaliana mimi kwa Simba atakawa akata pointi 3 anyang'anya pointi 15 na shusha daraja, si ndio? Bodi ya ligi amefanya kwa kitu? Busara. Haujajibu swali. Hawajafanya? Kwa tunakubaliana maana yake bodi ya ligi haifuati kanuni na taratibu, si ndio? Si ndio? Kama watu wafuati kanuni na taratibu, wanapaswa kukaa madarakani? Haujajibu swali. Mtu afuati kanuni na taratibu na sheria ambazo tumejiwekea wenyewe. Huyo ndio kiongozi ambaye anatakiwa apaswa asimamie hizo kanuni. Ndio hajafuata, anapaswa kukaa madarakani? Unaonaje? Nimekuuliza swali wewe. Hapa mimi na wewe, so mimi. Yaani mimi nimekuuliza swali. Wanapaswa. Ndio maana tukasema ile ni ofisi ya umma. Ofisi nendeni kaeni pembeni kwa ajili ya kuja watu wapya, kutengeneza fikra mpya na kutengeneza mpira mpya. Hiyo ndo dhumuni yetu sisi. Maswali ya msingi uulize. Unanielewa sio mwandishi? Unanielewa? Na hiyo as soon as possible. Muda sio mrefu yanaenda kutokea. Viongozi walikuwa si unanielewa? Yanaenda kutokea. Chukua ninachokuambia mimi. Na wala mwalimu mmeng'ania kwamba nyinyi hamna imani na uongozi ambao haya yote yanatendeka upo, lakini misimu mitatu nyuma mmechukua makombe mfululizo. Lakini msimu huu kivipi tena mnasema hamna imani wakati mshacheza mechi nyingi sana hapa kati za ligi? Shehe, tunazungumza hapa Yanga anagomea mchezo gani? Mchezo namba ngapi? 184. Tunasema hapo tutazungumza mchezo wa 184 ambao hao walipaswa wasimamie. Wakashindwa kusimamia mchezo wa 184 na hayo madhara yake yameonekana kwa wazi. Kwa kuna watu walifariki katika mchezo 184. Unanielewa? Kwa Yanga anagomea ni mchezo 184 ambao watu waliosimamia huo mchezo 184 hawafai waondoke. Unanielewa? Unanielewa iko kitu? Kwa wanagomea mchezo 184. Hata Simba kuandika barua yao waligomea mchezo 184 na wakasema waliosababisha wachukulie hatua mchezo 184 na wakasema hatutacheza mchezo 184. Kuna barua ya Simba wamezungumza kwenda kwa bodi ya ligi. Michezo mingine waligomea? Hajagomea mwalimu. Waligomea mchezo ngapi? 184. Sio? Kama aligomea mchezo Simba mchezo 184, wanawaambia dunia kuwa Simba aligomea mchezo 184, kwa maana yake walikuwa hawana imani na bodi ya ligi na hiyo kamati. Ndio tafsiri yake. Au nimekosea? Twende mwalimu. Ndio tafsiri yake. Yaani Simba wenyewe wameandika barua mchezo 184 mpaka watu wachukulie hatua. Sio? Hao wamepeleka nani? Bodi ya ligi kapelekewa na Simba. Kwa Simba wenyewe hawana imani na mchezo 184, ndio maana ameandika barua kwa bodi ya ligi na kaainisha hiyo mechi 184 na akasema wachukuliwe hatua. Hao watu ambao wanasema wachukuliwe hatua. Tafsiri ya karaka kwa Simba wenyewe hawana imani na bodi ya ligi. So mimi kwa mujibu wa barua yao. Kwa Simba akisema hawana imani bodi ya ligi, Yanga anasema imani bodi ya ligi inakaa kufuata nini? Sio unapaswa wajiuzuru. Ndio maana tukasema wanatakiwa wajiuzuru. Kwa sababu wao ndio wanasimamia. Kama wanasimamia wameshindwa kufuata kanuni na taratibu, wenye umma wao, wenye mpira wao wanakuambia wewe upaswi kuwa kiongozi, ondoka. Yeye anang'ang'ania. Kitachotokea ni nini? Muda sio mrefu utaona matunda ya watu kung'ang'ania madarakani. Matunda hayo yataenda kuwalisha Tanzania wote, watafurahia. Kwa nini wamegomea na taenda kunyoosha mpira wa nchi? Sikiliza. Tunajua haki zetu. Tunajua kanuni na taratibu.
hii ambayo tunawaambia leo wataka kujiuzulu kwa hiari, watajiuzulu kwa lazima. Chukua nachokwambia mimi leo, siku ya Jumatatu, hawataki kujiuzulu kwa hiari, watajiuzulu kwa lazima. Na muda sio mrefu yataenda kutokea hayo. Si unanielewa mwandishi? Leo. Karibu. Sasa mwalimu, ukiangalia wewe Yanga umebaki na msimamo wako hatuchezi. Pia Wali Ligi nao wakibaki na msimamo wao kwamba dabi ipo pale pale, itatokea nini siku hiyo ambayo ni tarehe 15 ambao tayari mchezo ushapangwa? Mwandishi, inahitaji kidogo uwe na maarifa ya kunielewa. Nimekwambia hivi, msimamo wa tuchezi walisema Simba tarehe 7 Machi usiku saa 8 usiku. Kwenye barua yao wamesema Simba hatutacheza mchezo 184 mpaka watu wachukuliwe hatua. Kwa wa kwanza, msimamo wa kwanza kusema hatuchezi ni Simba. Unanielewa? Huo ndio msimamo wa Simba. Akasema barua ya Simba tarehe 7 Machi. Wamesema mchezo 184 hatutacheza mpaka watu wachukuliwe hatua. Nikakuuliza swali jepesi. Watu wamechukuliwa hatua, umesema hawajachukuliwa? Kwa baada ya msimamo wa Simba unasema pale pale nini kwenye barua yao hatucheze? Huo ndio msimamo wa Simba. Sisi tumesema msimamo wetu, sisi tumekuja tukasema hawa wamesema wachezi, tumeleta timu uwanjani, mashabiki wamekuja uwanjani. Ikasema hii haitoshi, tukachukua gari tukaenda mpaka Bunju. Tumeenda Bunju wakafunga nini mlango. Kwa tafsiri ya haraka, Simba bado wako na msimamo wao hatuchezi, si ndio? Tukaambia wenye bodi ya ligi na kamati, tumepeleka timu uwanjani, tumefanya kila kitu, tunahitaji pointi 3, tunahitaji na gharama zetu, tunahitaji timu ifanyaje? Ichukuliwe tu. Kwa mwenye msimamo hatuchezi yako ni nani? Sisi tunasema bodi ya ligi nyie ambao mnasema Yanga mtacheza. Kuna watu wamesema hawachezi, nyie mkakaa kimya na mkachukua balu. Sisi nimesema hatuchezi mpaka hatua hizi zifuatwe zichukuliwe. Ya kwanza, bodi ya ligi mjiuzulu. Ya pili, Yanga inapaswa apewe pointi 3. Ya tatu, Simba anyang'anywe pointi 15 ashushwe daraja. Hizo ndo mambo ambayo tumeweka sisi. Lakini msimamo wa tuchezi waliosema ni Simba, na ni kweli. Simba tarehe 8 hawakucheza. Simba tarehe 7 barua wamesema hawachezi. Hii leo ukisema Yanga unaionea, muasisi hatuchezi ni wao. Si unaelewa mwandishi? Sasa hapo inahitaji dimbili au unahitaji uende mpaka saa 7 uelewe? Unanielewa? Bodi ya ligi wakatoka akasema, baada ya msimamo huu wakasema tuliahirisha mechi kwa ajili ya kutumia busara. Hebu niambie, katika kanuni za TF, katika kanuni za bodi ya ligi, ni ibara ngapi ambayo nasema busara utumie? Katika zile kanuni zote ambazo wameziweka wenyewe bodi ya ligi, tuambie kanuni ibara ngapi nasema katika jambo fulani tumia busara? Ni kanuni ibara namba ngapi? Kwa tunakubaliana kuwa walifanyaje? Walinajisi mpira wa nchi hii. Ndio maana tukasema kwa manufaa ya mpira wa nchi hii, kwa manufaa, jambo la kwanza kuonesha kuwa mmechukizwa na jambo lilotokea na kuonesha uungwana kuwa kuna mtu amefariki kwa ile dabi ya tarehe 8. Jambo la uungwana kabisa. Ukiwa kiongozi unasema mimi nawajibika kwa mambo yametokea na kaa pembeni. Alafu mambo mengine nafanyaje? Nafaa. Wamekuwa na kiburi cha kibinadamu. Wamekuwa na kiburi cha madaraka. Kiburi hiko nimekwambia hivyo. Mungu anasema mtu yote mwenye kiburi atashushwa. Hiko kiburi kabla ya tarehe 15. Kabla ya tarehe 15 hiko kiburi kitashushwa. Mungu ambaye ameweka kiburi. Haiwezekani hata kwa dawa katika hilo. Hata kwa dawa.